Acha kubandua bandika. Dunia leo sio ya zamani, dunia ya sasa sio ya zamani, dunia ya leo sio ya zamani. Acha kubandua bandika, acha kubandua bandika, acha kubandua bandika. Siku moja nilienda kwa mzee aliyekuwa naishi karibu na nyumbani, ili nimuulizie ushauri kuhusu maisha. Nilipofika nikamsalimia mimi, nikamwambia mzee shikamoo. Akasema marahaba mwanangu. Baada ya kuniangalia sana, akaanza kulia. Akasema mwanangu, najua dunia ya sasa sio ya zamani. Juzi nilikuwa na mwanangu, nilipomwambia tulia, akaniambia baba, wewe za kwako zilipita. Akaniambia mwanangu njoo. Nilipomkaribia mimi, akasema mwanangu, sibabaike na dunia hii. Acha kubandua bandika, acha kubandua bandika, acha kubandua bandika. Dunia leo sio ya zamani, dunia ya sasa sio ya zamani, dunia ya leo sio ya zamani. Acha kubandua bandika, acha kubandua bandika, acha kubandua bandika. Baada ya kumsikiliza mimi, machozi yalinitoka. Nikamuuliza mzee, kwa nini unaniambia hivi mwanangu? Akasema mwanangu, sikiliza, vijana mnaojiita wa kisasa hamsikilizi ushauri wa wazee wenu. Ninyi mnataka tuwasikilize ninyi, utazani sio sisi tuliowazaa.
acha kubandua bandika. Dunia ya leo siyo ya zamani, dunia ya sasa siyo ya zamani, dunia ya leo siyo ya zamani. Acha kubandua bandika, acha kubandua bandika, acha kubandua bandika. Akaniambia, mwanangu yule aliyenijibu vibaya wakati na mshauri, sasa ameasirika, mapepo yamemwingia, amerudi kwangu nimsaidie, amerudi akitoa machozi wakati aliondoa akinicheka mimi. Nikamuuliza, mzee, hata mimi mwenyewe sielewi, kila siku utandawazi, kila siku ni matatizo, vijana tuelewe tuende wapi, shida nyingi zinatukumba. Mimi nimekuja kwako mzee, ninaomba unipe ushauri nisije. Akaniambia, mwanangu sikiliza, acha kubandua bandika, acha kuangalia wanawake siketi zao. Baada hapa akaniambia, mwanangu, unajua kwa siku hizi ukitulia, ukifuata maadili ya kidini, ukafuata ushauri wa Bwana Yesu, utakuwa na maisha mazuri sana katika maisha yako. Nami baada hapo nikasema, mzee, sasa yule kijana yuko hapa. Akasema, kwanza naomba unisikilize wewe kwanza. Ukinisikiliza wewe utanielewa nitakachokueleza kuhusu ndugu yako jinsi alivyonifanyia. Baada hapo nikatulia kwenye kiti. Akasema, mwanangu, ninyi vijana wa siku hizi mitandao imewapoteza, mnaangalia picha ambazo hazifai. Wazazi wenu wanapowashauri mnadhani ya kwamba wenyewe wamepita na wakati. Angalia ndugu yako sasa hivi amekuja, ameasirika, hana nguvu tena. Sasa amekuwa ni tatizo katika taifa letu hili la Tanzania, maana atakuwa tegemezi. Sasa mtoto, ninachokushauri, msikilie sana huyu Mungu, mfuatilie sana Yesu. Hata wakikucheka kuwa huna akili kwa sababu namfuatilia Yesu, itakuwa ni bora kuliko kwamba ukajifanya ni mwerevu unafuatilia mambo ya dunia. Haya mambo ya dunia yanaua. Dunia imemficha adui, dunia imemficha adui ambaye anatafuta ni yupi ammeze. Alipomvamia mtoto wangu aliona kwamba yale anayonifanyia ni mazuri. Sasa hivi amerudi analia. Angalia kwa sasa hivi yupo huko ndani amelala. Nami nikasema, mzee, sasa nitafanyeje? Akasema, mjukuu wangu, ninachokuomba, tulia kwa Yesu, tulia kwa Yesu, tulia kwa Yesu. Basi pale pale nikakuta ndani ya moyo wangu ubeti unakuja wa wimbo, naye akaanza kuimba,
tulia kwa Yesu, tulia kwa Yesu, tulia kwa Yesu ni salama. Tulia kwa Yesu, tulia kwa Yesu, tulia kwa Yesu kuna amani.